Leo kwa ufahamu wako Ebola ni wangu, unajua Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unatokea. Mfano, unaambukiza labda kwa kutumia, labda unasikia mafua au labda kichwa kuuma na malaria. Hello Mwanafe Mtaa, kama nilivyokuambia sasa hizi nishafika Kibirizi na nimekutana na wadau hapa, nataka tubadilishane nao mawazo juu ya swala la ugonjwa wa Ebola. Kaka kwema? Salamu. Sasa hivi kuna mlipuko wa ugonjwa nchi jirani Kongo, na nafahamu Kibirizi moja ya eneo ambalo lina mwingiliano mkubwa sana kutoka watu wanaotoka nchi hiyo kuja Goma au kuja Tanzania. Swala la Ebola, unaelewa Ebola ni nini? Ebola naweza kusema kwa ufupi naelewa, kuna maneno ambayo naelewa madogo, hiyo siwezi kuelewa kindani zaidi. Kwa hiyo unapoelewa kwa ufahamu wako Ebola ni nini? Wangu, unajua Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unatokea. Mfano, unaambukiza labda kwa kutumia, labda unasikia mafua au labda kichwa kuuma na malaria. Ndio navyouelewa wangu, navyoelewa. Labda wewe unaweza kunifafanua kama labda kuna nikizungumza kama kuna ugonjwa. Ebola ni ugonjwa mlipuko, anaelewa ni ugonjwa hatari ambao unaambukiza kupitia salamu za mikono. Ebola huu ni ugonjwa kama ulivyosema, ni ugonjwa hatari, sawa, ambao unamshambulia mwanadamu na unasababishwa na virusi vinavyoitwa Ebola. Kwa kitaalamu unaita Ebola virus disease. Na virusi vinavyosababisha Ebola vipo vya aina nyingi sana, lakini katika makundi ambayo yanafahamika yapo makundi manne ambayo hayo ndio hatari. Ya kwanza kuna moja inaitwa Zaire Ebola virus, ya pili inaitwa Sudani Ebola virus, kuna nyingine jina lake silikumbuki vizuri, lakini hii asili yake imeanzia Uganda, ambao sasa hivi ndio mlipuko wake umetokea Kongo, na Uganda pia umefanya nini? Umetokea. Tunasema ni ugonjwa wa hatari kwa sababu unashambulia viungo vikuu muhimu mwilini, kwa mfano damu, figo, ini na kinga ya mwili, sawa? Ndio maana unaona ikimpata mtu ni ndani ya muda mfupi tu anaweza kupoteza maisha. Hizi hicho inapotokea ni either kama ulivyosema, mtu anaweza kama amekula nyama, kwa nyama, mfano nyani, popo, ni mmoja ambao wanafahamika kuwa wana haya mambo. Umeelewa? Lakini kwa sisi ambao tunaishi mipakani kama hivi, inabidi tujihadhari sana kuangalia mazingira ya watu wanaotuzunguka na wageni tunawapokea. Ikitokea unamuhisi mtu yoyote yule mwenye dalili au anaonekana ana dalili hatarishi za kuonekana na maambukizi ya Ebola, inatakiwa utoe taarifa tu au sehemu ambapo kuna usalama wa huduma za afya.